Naona tumewahi kurasa. Tumewahi sana Kabisa. Oh, mbona leo Juma amechelewa? Hata mimi nimeona bwana. Ila anakuja sasa hivi. Sijui ameenda wapi hata sielewi. Sasa hivi anakuja wapi? Atakuja tu. Jamaa mwenyewe yule pale amefika. Ni yeye. Bora angewahi. Wahi sana. Bora kabisa. Yaani kwa sababu nilikuwa nimeanza kuwaza sana. Mama. Umekuja baba. Watu paka nipone wazo wao yeye utapika sanga. Mwanangu. Juma bana. Umetukalisha mno. Maisha magumu. Kwa nini? Yaani vijana wengi sasa hivi wanakimbilia town. Kweli ndugu yangu. Maisha haya ni magumu, wengi kwa wanakimbia mjini. Usemi uongo. Mimi mwenyewe natamani hata niende mjini mwanangu. Maisha magumu sana. Yamezidi sana mwanangu. Unajua mwanangu ni yaani kushauri kabisa uende mjini. Sababu vijana wengi wanakimbilia mjini mwanangu. Wanarudi wameharibika mwanangu. Bora talie huku mwanangu kalime mwanangu. Mimi nakushauri hivi. Hata mimi bana nakushauri usiende mjini. Yaani acha kabisa. Tatizo huku maisha magumu sana mpaka unajua unatamani hata uende huko mjini ili utafute ukapate mwanangu, urudi nyumbani usaidie wazazi. Hasa ndugu yangu. Mimi nichoona ngoja kwanza mimi niondoke nyumbani na kazi kidogo. Mambo ya kushauri hapo. Mimi nimetosha bwana. Kama utakuwa umeelewa basi. Naelewa mwanangu, bora tuendelee kubaki hapo kwa. Mimi mwanangu, hata mimi nasikia nimechoka. Tuondoke. Jamani, mbona hii maisha ni magumu mno? Kweli rafiki yangu atanitafutia kazi jamani. Mbona maisha yamekuwa magumu hivi? Hebu kwanza ngoja niombe Mungu nisubiri kitakachotokea. Yaani maisha ni magumu mno. Yaani sasa hivi rafiki yangu. Vipi kwa hiyo ile kazi uliniambia nikutafutie nimeshapata tayari, uko tayari twende au? Mimi niko fresh tu mama. Sasa nikwambia rafiki yangu. Nenda ukajiandae kesho asubuhi. Mbuju munde twende bwana. Sawa. Unajua bwana vipi? Sasa natakiwa kila mtu hapa asepe uende kujiandaa bwana, nasikia? Hamna shida mwana. Na maana kwamba kesho Mungu kazi imepatikana. Kesho tujiandae asubuhi na mapema tunanyoka kabisa. Hamna shida. Yaani kabisa bado msalimu na niambia mwanangu pia kweli tabia gani huyo mdogo wangu. Yaani siku hizi umebadilika sana. Mara babu yangu. Sasa yani kabisa mdogo wangu. Mimi leo ndo unaniambia kura 5 mdogo wangu. Tufanye hishi nisamee. Sawa nimekusamea. Lakini usirudie. Kwani ulikuwa wapi? Kwani nenda hapo rafiki yangu na kwanza. Umepata hapo nini? Tulikuwa tunaenda kuangalia. Kitu gani hicho? Kuna panga ni mwazima hivi ndio nilikuwa nimefuata nimekuta yupo. Nikarudi. Kumbe ulikuwa mwazima panga fundo umeifuata. Basi sawa mdogo wangu. Jitahidi baadaye uifuate maana kuna kazi leo nataka nikaifanye sawa? Sawa. Sasa sikia mdogo wangu. Pale dada yako alikuwa amepika chai, sasa nenda unywe chai sawa? Sawa.
Anaanza kubariki, natakiwa ni mchunguzi taratibu. Hadi mimi leo ananiambia kura 5. Sio kweli. Ngoja niende tu kwa rafiki yangu. Za siku nyingi. Safi bwana. Sasa hivi haonekani mazingira, shida nini? Bwana, si unajua mashughuli mengi. Mpaka utoke kupiga kazi unakuja nyumbani umechoka nini. Basi hakika mimi mwenyewe nilikuwa naenda hapo tu hapo mbele. Eti sasa bwana, nina shida na wewe, nilikuwa nakutafuta sana. Wewe una taarifa gani kuhusu mdogo wako vipi? Mimi mdogo wangu alikuja nikamuuliza ulikuwa wapi, akisema kwa alikuwa amekuja kwako, alikuwa amefuata panga, maana alikuwa azima. Mimi ndo ameniambia hivyo. Hajakupa taarifa nyingine? Ni hiyo tu. Bwana, na taarifa naye bwana. Amesema kwamba aliniambia nimtafutie kazi huko. Sasa nimeipata ile kazi, nikamwambia bwana, ile kazi nimeipata. Sasa natakiwa twende pale ndani ile kazi bwana. Yaani mdogo wangu mimi kwa amekwambia natafuta kazi, afu mimi namuuliza niambie. Hajakwambia? Huyu mdogo wangu leo atanijua. Bali sasa usije ukafanya ratiba ya kwenda kwanza huko, ngoja kwanza nikaongee naye. Bwana, ongea naye vizuri bwana. Unajua yule mtu anategemea sana bwana. Alafu ila unajua, lakini maisha ni magumu. Ngoja kwanza nikaongee naye, afu baadaye nitakujulisha. Sawa? Fanya chapu bwana. Haya, uhakika. Hamna shida bwana. Ya upepo mwenzangu ni nzuri. Hapa mjini kumekaa na utulivu kabisa, mzuri sana. Kibaya sasa nikwambie nini? Kama huu. Hela ipi? Mbona mimi sikumbuki? Umesahau? Nimesahau, sikumbuki pesa gani. Utakumbuka tu. Nieleweshe, imekuaje mpaka unaniambia? Mbona mimi sikumbuki? Ile jero yangu ndio. Kumbe hiyo jero yako unasemea? Hiyo. Ndio. Kama unayo unaweza kanipa. Ndugu yangu, maisha magumu sana. Mpaka hapa nini kumfukoni, sina chochote ningekupatia tu. Kwa hiyo sasa hapa ndugu yangu tunafanyaje sasa? Ngoja tu nikumbuke, kama nikipata kuna mdai nipatie nitakupatia. Sawa tu, niko tayari. Mzee tu bwana, unaona mdo mshaisha hapa. Hiyo hamna shida. Dogo njoo. Dogo vipi? Dogo vipi hapo, umenionea mdogo wangu? Mdogo wangu yani alikuwepo nyumbani, sasa mimi nashangaa niende nyumbani sijamuona. Sasa sijui hata ameelekea wapi. Sasa hapo wewe ukimwona utanitaarifu, sawa? Haya, asante. Unaendaje? Ni vibaya. Ukisikia vibaya. Wewe kabisa. Wewe tuko bana. Hapa mimi bwana hata sikie. Sasa sikia hapa ndugu yangu. Mimi mdogo wangu. Sasa ni mdogo wangu, yani nimeenda nyumbani naonekana, yani hii siku ya pili simuoni.
Sasa mimi ndo nimekuja hapa na picha, mnielekeza labda kama umeona. Sasa picha yenyewe ndo hii hapa. Huyu dogo huyu ndiye. Huyu dogo huyu. Sema sijawahi kumuona. Sijamuona. Na wewe vipi yaka ulishawahi kumuona? Huyu hapana kabisa. Yaani mdogo anataka yaani mdogo sikia. Mimi niliposikia kuwa alitaka aenda katafute kazi huko town. Sasa mimi nikawa yaani wakati mimi nataka niende nilimshauri asiende. Sasa mimi nashangaa aonekane. Sasa hapo mimi ndio siona ile siku ya pili. Kweli. Sasa hapa ana mapenzi. Sasa hapa mimi na washauri mkimuona sehemu yoyote basi mimi mnijuze. Ngapi imeisha. Yaani kama hivyo. Mimi nadhani hiyo kazi tulifanya. Kwa jamii kimpata mtani. Hamna shida bwana, siku. Haya basi. Namba yako ya simu. Namba yangu ya simu. Ni kweli kabisa. Hapo. Haya. Poa. Sawa, tuko pamoja. Uhakika. Mimi hapa mdogo wangu amepotea na wakati ulinipa taarifa kuwa tunataka kumpeleka town. Sasa mimi nataka ni mdogo wangu, yaani hii siku ya pili aonekane. Aonekane? Mdogo wangu aonekane. Sasa huyu ameenda wapi sasa? Hapo mimi sijua, mimi nakudai wewe kwa sababu ulisema nataka wewe ndio nataka kumpatia kazi. Sasa mimi nataka ni mdogo wangu. Wewe. Unidai mimi mdogo wako kabisa, mimi ni mlinzi wake kwa hiyo. Sasa sikia, mimi swali nafika kwa mtendaji. Mimi nataka kesho asubuhi nimuone mdogo wangu. Hata kama mwenyekiti ni vizuri. Mimi kesho asubuhi nataka mdogo wangu. Yaani hapo. Acha hizo. Acha hizo wewe. Sasa nikwambie rafiki yangu. Niambie. Ana changamoto gani hapa nimenikumba kwa siku ya leo? Changamoto gani? Sawa, na changamoto nilionao kwa siku ya leo bana. Najua kuna mtoto fulani nilimchukua pale kwenye mji fulani nikampeleka pale nyumbani kwa nitafutia kazi bana. Sasa ndio nataka kumpeleka huko kazini huko na kakake na mtafuta bana. Anasema anataka kwenda kwa mwenyekiti sasa. Naishaurije sasa? Mimi kwa ushauri wangu ningependa ukamrudishie mtoto wake. Na kitu kingine usipende kuchukua watoto wa watu bila wazazi wao kujua, au branda au nini au dada yake. Sawa bwana, hapo nimekuelewa bwana. Nitafanya hivyo kwa siku ya leo. Okay. Sawa bwana. Ndugu wangu. Haya mdogo wangu ulikuwa wapi? Sababu mdogo wangu nasafiri bila kuaga. Yaani mimi siku mbili unakaa nyumbani nimekutafuta sana. Mdogo wangu yaani sasa yaani unasikia ni kwenye maisha sawa, maisha ni magumu, lakini sio unapenda kuchukua mtoto wa watu bila taarifa. Sasa mimi hapa alikuwa amepotea. Sasa mimi nilikuwa nimewaza sana siku mbili aonekane. Na wewe mdogo wangu yaani unatoroka na tabia kutoaga kweli. Kwanza leo niache na mdogo wangu. Hukumu katazo kitu unaelewa sawa? Sawa, mbona huyu hapa? Sawa.